In recent weeks, former Deputy President Rigathi Gachagua has taken an unexpected political journey into the heart of Meru County. But what do these moves mean for his political future and for Kenya's shifting power landscape? Since his dramatic impeachment in late 2024, Gachagua has refused to fade quietly from the political stage. Instead, he has boldly stepped into Meru, far from his traditional Mount Kenya political base, holding meetings with local leaders, church congregations and grassroots groups. Watu ya Gakoromone nimekuja kusikiza ground. Hapa Gakoromone munasemaje? Ati one term. Gakoromone munasemaje? Gakoromone munasemaje? Hapa ni one term. Kasongo aende. Akuwe one term. Wacha nisikie Harambee. His message? A call to resist what he describes as political betrayal from the Ruto administration and to unite against perceived marginalization of the region. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mwiyapenga! Kasongo aende asiende! Kasongo aende asiende! Wakabu wanasema Kasongo aende Kasongo. Unajua huyu Kasongo anatubeba ufala watu ya Meru. By reaching out to Meru, Gachagua signals a wider ambition. No longer content with being just a Mount Kenya figure, he seems eager to test his cross-regional appeal to build a broader political movement as the 2027 elections approach. Yeye ajui hapa ni nyumbani. Si mimi ni mwana wa Mware. Si mamangu ni Mumeru. Nikiwa hapa niko nyumbani, siko nyumbani. Domeshe kaadire moshie. Ati Kasongo alikuwa anasema nisikuje Meru. Wewe Kasongo, wewe unajua sisi wa Meru? Ajui sisi damu yetu ni ya kuchemuka haraka. Ni hata wewe Agamodo wewe. Huyu mtu anatujua vizuri. Wacha niseme. Wewe Gen Z peace. Gen Z peace. But his path is far from smooth. In Meru itself, the response has been mixed, if not outright cold. 11 members of the county assembly have already warned him not to interfere in local affairs, declaring publicly that Gachagua does not speak for Meru. Meanwhile, some local MPs remain firmly loyal to President Ruto, cautioning against any new political divisions in the region. Nani aliwa Gen Z? Nani aliwa Gen Z? Nani ameiba mali ya Kenya? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara? Aende asiende? Aende asiende? Huyu Kasongo unajua. Mimi ndio nilimleta hapa, si ndio? Nikamwambia mpigie kura. Nikamwambia ni mtu mzuri. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Mumenisamea? Mumenisamea? Unajua alikuja na Biblia. Na mimi unajua ni Mkristo na ni bwana ya pasta. Au gamwaga ni agochwa nikafikiria ameokoka. Ni muongo si muongo? Unajua huyu Ruto alikuwa fisi amevaa ngozi ya nini? Ni hata ndiye kada atoendiye. Akatudanganya sisi wote watu ya Meru na watu ya mlima. Tukampatia uongozi. Ametumia kisu tulimpatia ya kutulinda kutuumiza. Hapa Meru kuna barabara amejenga. Iko stima ameunganisha. Even within the wider Mount Kenya bloc, cracks are showing. Some leaders are quietly distancing themselves from Gachagua's hardline, confrontational style. His one man, one shilling rhetoric and warnings to President Ruto may play well among disillusioned voters, but they also risk portraying him as divisive or even desperate. And yet, there is opportunity here. Meru represents a strategic testing ground. Iko maji ameweka. Sasa anakuja hapa kutudanganya kesho. Ati amekuja mambo ya maziwa. Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Sasa alikuwa tukiwa pale Bori.
pale Nkobo amepatia mjumbe hapo pesa ati vijana watutupe mawe. Vijana wakakula pesa wakasima simu. Si ndio? Si ndio? Hapa tumekuja task case. Huyu senata wenu ile mfupi ile analipa vijana atuwakishe moto hadi kwa barabara. Huyu senata aende asiende? Ni musaliti si musaliti? Mimi watu wangu wa Meru nataka tukubaliane. Ndio natokea Kariko neguo. Hii kazi nataka tugawane. Hii kazi ya kufukuza Kasongo hapana rais. Mimi na Captain Medeka Lentore tutapambana na Kasongo. Tomotideke. 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 If Gachagua can charm its voters and leaders, he could prove that his appeal stretches beyond the Kikuyu heartland. That success would transform him into a serious national contender, perhaps even a kingmaker in the next government. But failure in Meru could deepen his political isolation and mark him as a regional figure struggling to stay relevant. In the end, Gachagua's bold gamble in Meru could either launch a fresh political chapter or close the door on his ambitions for good. The question remains, can he convince Meru to join his cause, or will the county become his greatest political misstep yet? This is Inside the Calling.